Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Absaidi Herbalistic Clinic, tiba zetu za Afrika. Leo tunarudi nyuma katika masomo yetu yale ambayo tulikuwa tumeyasoma huko nyuma katika grupu zile 4. Kwa maana grupu 4 zile kuna kharija ambao hawa ni watu ambao wa kutoa, ukiwa nao huwezi kufanikiwa, na kuna dakhira. Dakhira ni watu ambao wa kuingiza, ukiwa na watu hawa wewe unafanikiwa sana katika mambo yako mengi sana. Lakini pia tukawa tuna watu ambao tunawazungumzia katika kundi lile la munkalib. Munkalib, watu hawa tukasema ni watu vigeugeu, ni watu wanafiki, ni watu wasaliti sana. Na pia tukazungumzia katika masuala ambayo wale watu ambao tulozungumzia thabita. Thabita, grupu hizi ni grupu ambalo watu wale wenye haki. Ukiwa nao watu hawa wewe mambo yako mengi yatakuwa vizuri na watakutetea kwa kila hatua yako ambayo unaitaka. Sasa tuwajue watu hawa akina nani. Kwa hiyo leo tunawazungumzia watu hawa wa kharija. Kharija, nyota hizi nyota gani hizi watu wa kharija? Kharija, nyota hizi tunasema ni nyota 4, na nyota hizi ambao ni mtu wa kharija ni mtu ambao wa jauza. Jauza, nyota hii ni nyota ambayo ya mtu wa kharija. Nyota hii ni nyota ambayo ya mlango wa 3, na nyota hii tabia yake ni tabia ya hewa, kwa maana ni upepo. Huyu ni mtu wa kharija. Na pia kuna nyota ambayo tunasema ni nyota ya asad. Asadi pia nyota hii ni mtu ambayo wa daraja la kharija. Watu hawa ni watu wale ambao wanaweza kupotezea mambo yako mengi ukiwa nao. Watu hawa hata kama ulikuwa na nini, vinakuwa haviwezi kutimia vitu vyako kwa watu hawa. Na pia kwa nyota hii ambayo tunasema ya sumbura. Sumbura pia ni nyota ambayo ya watu wa daraja hili la kharija. Sumbura. Na pia vile vile nyota ya 4 katika grupu hizo 4 ni nyota ambayo tunasema akrabu. Akrabu ni nyota ambayo tunasema pia ni nyota ya tabia ya maji ambayo inatawala siku ya moto. Hii nyota ya mlango wa 8. Hawa watu ukiwa nao lazima uweze kupoteza. Na pia tukasema ni asadi. Asadi ni nyota ambayo ya mlango wa 5. Huu ni moto, lakini moto huu asili yake ni jua. Kwa hiyo watu hawa uwafahamu. Na pia tukasema ni sumbura. Sumbura, nyota hii ni nyota ambayo ya mlango wa 6. Tabia yake huyu ni udongo. Udongo huu ni udongo mwekundu. Lakini tufahamiane hapo, hii elimu ni kubwa sana. Kwa hiyo wewe usichukulie kijuu ukamhukumu kila mtu, huyu ni mtu yuko hivi, huyu yuko hivi. Utakuwa unakosea. Ni lazima uweze kutambua nyota ya sumbura ina mke na mume. Je, katika nafasi ya mke na mume kwa muda ule itakuwa inafanya kazi kwa lile jambo au litakuwa na hukumu lile jambo? Hilo linakuwa haliwezekani. Lazima uweze kutambua elimu ikoje na unafanya nini. Kujua wewe unachotaka kufanya nini. Kwanza umtambue mtu huyu wa sumbura ni mtu aina gani. Hapa alipokaa katika hizi grupu 4, yeye yupo? Kwa maana anaweza kakata grupu 4 zile ambazo za kusema hawa sio kufanikiwa nao wa kupotezea vitu, lakini kutokana yeye mwanamke pale akawa yupo katika nafasi nyingine. Lakini ndio watu wako Mungu. Inawezekana akawa yeye mwanaume lakini pale akawa hayupo katika sehemu nyingine. Kwa hiyo ili uweze kutambua, uweze kuwa na ujuzi wa kuzifahamu nyota na tabia zake, na kumjua huyu mwanamke au huyu mwanaume na tabia yake iko wapi na nani yake iko wapi. Kwa hiyo hili uweze kutambua zaidi, unatakiwa masomo yangu haya uweze kuyafuatilia kama nilivyozungumza, na hili uweze kutambua zaidi uweze pia kunifuatilia mimi. Utajifunza na tutajifunza, na sio nyinyi tu, hata mimi. Mkiwa mna maoni yenu ambayo ninazungumza, basi mtaniambia kwa kweli natakiwa hapo mwalimu tufanye hivi. Kwa kuwa mimi si mjuzi katika wajuzi. Kuna wajuzi wengine zaidi yangu mimi, lakini elimu ni bahari. Kila mmoja ana utambuzi wake anavyojua. Elimu ni pana. Kwa hiyo hoja tupite katika mazingira ambayo kwa sahihi. Wewe utapita huku, huyu atapita huku, huyu atapita huku, huyu atapita hivi, lakini lengo tufike sehemu moja. Elimu ni kubwa, ila uielezee kwa kujua, sio uelezee pasipo kujua. Elezea kwa kujua ili watu waweze kujifunza na wewe uweze kuwafunza ili uweze kunufaika katika yale ambayo unayatoa. Elimu ziko nyingi na tutatoa nyingi. Leo tumezungumzia kundi hili ambalo la kharija, watu wenye kutoa waweze kujitambua nyota zao, ndio hizo ulizozitaja hapo. Na tutazungumza kipindi chetu chengine kwa nyota ambazo tunasema za dakhira, au tuendelee au sisi tuishie hapo. Lakini mimi naona kwanza twende hatua kwa hatua ili tuweze kujifunza zaidi.
Wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibuni Bagamoyo, kijiji cha Mlingoti. Kwa jina naitwa Shakila Saidi. Nilikuwa nasumbuliwa na kichwa, mgongo, mikono kuuma, mbavu kubana. Nikaenda kwa Ustazi Abu Saidi, akanipatia mafuta haya ya miujiza. Kweli nikapata suluhisho la matatizo yangu. Kwa hiyo dada zangu, wa kaka, wa baba, mtumie mafuta haya ya Abu Saidi, mafuta ya miujiza. Mimi naitwa Kesi Ibrahim. Nimehangaika sana, nimesumbuliwa na matatizo mengi sana. Donda la tumbo, tumbo kujaa gesi. Mpaka sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu nimepata hii dawa ponyo milii. Na shauri kina mama wenzangu, hii dawa ni nzuri. Nimetumia dawa hii. Mpaka sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu, ali matatizo ambayo nilikuwa nayo yote yamepona. Jamani, hii dawa watumie.